The Story na Madam T. Karibu tena kwenye The Story na Madam T. Sehemu ya pili ya Nilimwacha Maskini leo naomba kwake. Tulishia pale Tina akiwa anamsubiria mwandani wake ili amuelezee hali halisi ya yeye kile anachopitia. Na hatimaye Kelvin alirejea nyumbani. Alirudi nyumbani alimkaribisha, karibu kipenzi chako. Kelvin akamwambia asante. Chakula kiko tayari. Je, unaanza kuoga na chakula kile na itakupasha kwanza mwili kwenye msafiri tu. Tina akasema sawa, ninakusubiria. Kelvin alikuwa chumbani na kisha kaingia bafuni kuoga. Baadaye alirejea sebuleni kwa ajili ya kupata mlo na mpendwa wake. Basi walikaa mezani wakala chakula. Lakini wakati huo Tina alikuwa akitafakari ni kitu gani atamwambia mwandani wake kwamba hayuko tayari tena kuendelea na maisha yale ya yeye kuwa mama nyumbani. Walimaliza kula, Kelvin na Tina walielekea chumbani kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi ya kulala. Lakini Tina akamwambia sana, kipenzi, ninaomba niongee na wewe jambo ambalo limenitesa sana moyo wangu kama mama na mama. Tina akamwambia sawa, ninakuvumilia sana. Nimekuvumilia sana, lakini kwa sasa baba, naona mimi ni uwe mwisho kuishi na wewe. Yaani sisi tena kuendelea kuwa na wewe katika mapenzi haya. Kelvin alinama na kisha akanyanyuka, akatabasamu, akacheka, akamwambia sawa mama, kama umeamua hivyo. Basi ilipofika asubuhi, Tina alifungasha mzigo wake na kuondoka. The Story na Madam T. Kelvin ile asubuhi kwake ilikuwa ni ndefu kwa mchana. Alikaa alilia sana. Amemkosoa Tina mpaka akamkoma mmoja. Mimi alichomka. Lakini akasema sawa, Mungu atafanya. Kelvin wakati anaendelea na maisha yake ya kazi kila siku alichokuwa akifanya, alibahatika kupata mwanadada mzuri sana. Mwanadada huyu alikuwa anaitwa Jackie. Jackie alikuwa ni rafiki kitambo sana wa Kelvin wakati wa masomo. Lakini Jackie alifanikiwa kwenda nje kwa masomo na kisha akarejea Dar. Alirejea Dar kwa ajili ya kujiendeleza yeye mwenyewe. Na katika maisha yake Jackie alikuwa na maisha mazuri sana, lakini hakubahatika kuwa na mume wala mtoto. Jackie alikutana na Kelvin na Kelvin alikutana na Jackie. Aisee, walikumbatiana sana, walicheka sana, wakafurahi sana. Wakati huo Kelvin alishaanza kusahau. Basi wakaendelea kudumisha urafiki wao, wakaendelea kudumisha urafiki wao. Na hatimaye Jackie akamwajiri Kelvin katika kampuni ambayo yeye alikuwa ameachwa urithi kama babake. Wakawa wanafanya kazi wote na Kelvin. Sasa katika ufanyaji kazi wao wote na Kelvin, akamuuliza Kelvin unaishi wapi? Kelvin akamkumbuka mpaka sehemu ambayo anaishi. Jackie akamwambia sana, kwa kazi unayofanya pale kwangu utafika kuishi mahali hapa. Kelvin kwa sababu utaishi na mimi. Kelvin akashangaa, what? Inakuwaje? Yaani zali la mimi ndo ile sasa. Inakuwaje? Basi Jackie akamwambia ndio nimeshasema kuanzia leo utaishi na mimi. Wewe ndio rafiki yangu wa muda mrefu. Inakuwaje ukae kwenye mazingira kama haya unafanya kazi kwenye kampuni ya babangu? How come? No, Kelvin, haiwezekani. Basi Kelvin akasema, yaani I say zali. Kelvin alifungasha hivi vitu vyangu viache. Atakuja kukaa mpangaji mwingine. Sio tena watu wa mambo safi. Basi Kelvin alibeba nguo zake, akabeba na kitu chake muhimu. Hatimaye akamea kwenye mjengo wa Madam Jackie. Kwa anaishi hapo, kwa hiyo kutoka asubuhi kutoka wote na ipa kwa ile kwa Jackie wanaenda kwenye kampuni yao, wanafanya kazi, wanarudi wote jioni, wanapitia restaurant, wanakula, wakirudi nyumbani, kila mtu analala na chumba chake, maisha yakawa yanaendelea. Upande wa Kelvin maisha it was so nice. Yalikuwa maisha mazuri sana ambayo kwa Kelvin kwake ilikuwa kama ndoto. Nirudi huku kwa Bindashi Tina ni furu kusota, yani there is no future, hakuna maisha. Tina alichoka, alichakaa mbaya, alikutana na visa kama vyote, watu walikuwa wanakutana nao walikuwa hawafai kabisa. Lakini kwa Kelvin kwake maisha yalikuwa mazuri sana, mazuri mno. Basi Kelvin aliendelea na maisha yake na Jackie, yani waliendelea kuzoeana hapo ndani, waliendelea kuzoeana mpaka wakawa wapenzi. The Story na Madam T. Naelewa wakawa wapenzi na penzi lao lilikuwa moto. Yaani unajua tena Kelvin ni mzee wa mahaba. Hana, lakini anajua kupenda, anajua kumkea mwanamke, anajua kujali mwanamke. Kuna wanawake ambao wanapenda kupendwa, wanapenda kuthaminiwa, wanapenda kujaliwa. Lakini
kuna wanawake ambao wanapenda pesa, wanapenda maisha mazuri, hivyo vingine wao hawaviangalia. Kuna wengine bwana, yani tunapenda sana kupendwa, wanasema handle is care, yani tunapenda sana. Kwa hiyo kwa Jackie alikuwa amerogwa kwa pesa hizo, alikuwa ananipata kwa Kelvin. Yani Kelvin alijua kumpenda Jackie, alijua kumthamini, na vile ndio alikuwa anafanya kazi kazini kwao, na pamoja na kwamba alikuwa analipwa na Jackie mshahara, lakini hakujali. Hajawahi hata siku moja amerudi nyumbani bila zawadi. Mpaka Jackie alikuwa anashangaa, zawadi imenunua wapi? Maana muda wote tuko wote. Zawadi imenunua saa ngapi? Yani kwa Jackie kwake ilikuwa kama ndo kurogwa, alikuwa anarogwa yani. Unajua yeye anarogwa. So basi tunaonyeshwa siku hiyo Kelvin alikuwa yuko ofisini. Tina hapo amepigiwa simu na mashoga zake, ameambiwa shoga, kuna kampuni iko sehemu fulani, hebu ifuatilie. Sio anatoa nafasi za kazi. Nenda kajaribu kuomba huko. Baada ya marafiki kuona basi tu mbona kachoka mbaya. Mbona amechoka sana. Yani hata visiko. Basi asubuhi hiyo Tina alijiandaa vizuri, akajisoko vipafu vikopi akapaka huko na huko kuelekea wapi? Kuelekea kwenye hiyo kampuni ambayo kwenye kampuni ambayo Kelvin alikuwa akifanya kazi pamoja na mpenzi wake Jackie. Basi baada ya Tina kufika, aliambiwa subiri, akasubiri. Zamu yake ilipofika, aliingia. Kuingia alikutana na bosi akiwa amempa mgongo. Akajieleza, nimesomea 1 2 3 kama kawaida. Nimesema simu yangu hapa, nimepiga simu nyingine. Basi ile sauti iliongea tu, hakuna shida. Tendo cha kugeuka Kelvin. Tina alishiwa power. Yani alishiwa nguvu. Yani mwili wake ni kama ulishikwa na gari. Anafanyaje? Mbeleka namuona mwanaume ambaye alimwacha akiwa hana thamani, alimwacha akiwa hana pesa, alimwacha akijua kabisa kwamba hafai. Kwa hiyo alichofanya, akaita Kelvin. Kelvin akaambia Tina. Yani walishangaana kwa muda kama wa sekunde. Na baadaye Kelvin akamwambia, kuja kwamba kazi. Sasa nimepata kazi. Unajua Tina alishangaa, nimepata kazi. How come? Amepata kazi. Basi Tina alianza papo hapo kazi. Sio kwamba afanye kesho. Alianza hapo akaanza kufanya kazi. The story na Madam T. Nini kitaendelea sehemu ijayo? Tunaona Tina tayari amekwisha kupata kazi. Kufanya kazi kampuni moja na mwanaume ambaye ulimwacha kwa sababu hana kitu. Umemkuta ana kitu na umeenda kuomba kazi ukakutana naye. Unafanyaje kazi na mwanaume ambaye ulimwacha? Unafanyaje kazi na mwanaume ambaye ulimwacha? Usipange kukosa sehemu ijayo ambayo ndio tunaenda kuhitimisha kabisa simulizi hii ya Nilimwacha Masikini, leo naomba ajira kwake. Hapa Double T Studio, Trust to Win. Asanteni.